tumsikiza mazungumzo yangu mimi na Ibra wakati anazungumza, na ilikuwaje mpaka mimi nikashanga aliposema kuwa lebo yake imewekeza shilingi milioni 6 kwa mwaka jana, kitu ambacho mimi kanishtua sana. Huyu hapa Ibra. Ikaja show wanasema wanalipa milioni 5. Mzee Konde anasema show ya milioni 5 mimi siwezi kuchukua. Nikamwambia ni appearance ya milioni 5 ataki, tunasema hela ni ndogo. Wewe unasema hela ni ndogo. Mara ya kwanza wamekataa show za dola 3,500 kwamba hizo show hela yake ni ndogo, si hatutaki. Sasa wewe ni bosi, mimi siku kama ulivyo wewe, sitaki uweke wewe level moja na mimi. Kwa siku mimi maisha yangu hakuna mtu atakaye kuja kunitetea. Mimi mwache mama yangu anakufa eti kwa sababu wewe show unasema wewe hela ni ndogo. Nani kasema lazima mjambo? Sawa, tukataa, wewe ni bosi, umetupa mikataba, tunaheshimu mikataba. Kwa nini sasa mimi nikubali eti mama yangu leo anaumwa yuko hospitali? Hata mama yangu ndiko sababu wewe hela uliona ndogo. Na hata nyuma hata kwenye kuinvest pia nikikufuata ukiinvest kwenye kuinvest hautaki kutoa hela. Imagine mwaka jana mwaka mzima Mzee Konde amewekeza milioni 6 kwenye muziki wangu mimi mwaka jana. Kuna mwaka alofanya vizuri. Kawekeza milioni 6. Milioni 6. Ili kweli pesa mjabu kweli wewe kweli hata wewe ndio ungekuwa ndio Ibra. Ile show ulikuja kitambaa cheupe, hela si alikuachia yote amesema. Hajachukua senti. Hela sio kama aliacha. Mimi hapa nilichukua. Yaani nilichukua kwa nguvu kwa sababu kule nilikuwa nataka kutoa vitu vyangu nje na huko mama yangu alikuwa yuko hospitali. Unielewa Mzee Mjabu? Show kama hizi nilichukua tu kama hizi mpaka siku ya show naenda kufanya show. Yeye anampigia simu DJ7 anamwambia asifanye hiyo show, akifanya hiyo show tutagombana. Ndipo kweli mimi nilishindwa kwa sababu mama anauma sana tu. Mama anauma sana. Nilienda nikafanya, nikachukua hela nusu, nikaama kwa sababu pale nilipokaa na kaa mbele pale. Amwa mwenye nyumba ameniamisha. Aliniambia siwezi tena kuvumilia. Nikachukua vitu vyangu kwa sababu pale nilikuwa naishi na mdogo wangu yeye akiki. Nimeenda kumpangia nyumba Bunju kule. Anakaa kwenye nyumba ambayo ina chumba kimoja na sebule. Siwezi kulala naye kwa sababu ni mdogo wangu wa kike. Mimi hata hivi nalala chini tu kwa sababu taifa nyingine nasema au mtu ambaye umemuoa labda anakushawishi ufanye hivyo vitu, au kuna changamoto nyingine zote ambazo ukiacha mzazi wako ambaye anakupelekea labda kufanya maamuzi, au kama una watu nyuma uone kama uvyopeleka mtandaoni kama vile mnaleta taharuki, yani kwa blandi zote mbili. Hapana kwa sababu mwisho wa siku mashabiki wa Mzee Konde wananiona kama mimi namsaliti mzee. Unaona? Vitu vilivyoko behind hakuna mtu anajua kwamba kuna vitu viko vinaumiza. Na ndio maana hata ulivyopost nimekwambia bora hata wewe ungenipigia simu